kumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Hii dunia imejaa shida, kama hujui nenda hospitali kaone, lakini kwetu hakuna fani ya tabibu. Watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima, wawe na afya hawataugua. Magonjwa tabu tutaziacha zote hapa duniani, kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni. Mpendwa njoo, turudi nyumbani, asubuhi yaja tuyakimbie ya dunia. Atakayekosa hapo kweli ni hasara. Haya matatizo ni mitego ya shetani, ili tushinde kufika nyumbani kwetu pazuri. Lakini kwa jina la Yesu tumemshinda, tunaenda kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watachofika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapakumbuka. Sababu unaona masaa imetuvuka vile tumeenda. Kwa hivyo tukiomba hapa tutaelekea kwa magari na tungojeani tena mpaka Mbeu. Sawa? Kwa hivyo nitaalika Bwana Kayo. Walimu kwa wapi? Ndio ukaribishe mtumishi, tuombe tuondoke. Jamii kwa jumla. Kwa hivyo ninawatakia kila laheri, na sisi ambao tutaongea tutawaelewa, kwa sababu wako na mzigo wa kuomboleza. Hata sina mengi. Mimi ni Paul Mururu Kajau, ni mzee wa kanisa pale Kagaene, na nimekabidhiwa nafasi hii kukaribisha Pastor Chekonya kutoka Kitale. Hata yeye ni wa Seventh Day Adventist Church, ndiye anakuja kutuhudumia na kushughulikia shughuli hii. Kwa hivyo mchungaji, karibu sana ili uweze kutuombea. Nataka nishukuru wote, familia pamoja na kanisa, marafiki ambao tumekuja siku ya leo kwa sababu ya magonjwa ambayo yalisumbua mama mpaka kiasi akaweza kupoteza maisha. Lakini tuko ndani ya Yesu. Yesu alilipa, alishinda mauti. Na kwa sababu alishinda, basi wote ambao wako ndani yake wanatumaini ya kuishi milele. Hata wajapo kufa watakuwa wanapumzika. Kwa hivyo hiyo ndio tumaini letu sisi wote,
na nataka nisema ya kwamba wache tufarijike ndani ya Yesu, kwa sababu muda si mbali atakuja, na alisema mimi naenda na ninarudi kuja kuwachukua watu wangu wote, ili waliolala katika tumaini la Yesu watafufuliwa na tuungane pamoja nao. Amen. Kwa hivyo ndio tumaini letu. Wacha tuwe na tumaini ndani yake tunaposafiri, tusafiri na imani ya kwamba yeye ndio mfariji wetu na mama yetu anapumzika ndani ya Yesu. Hebu tuweze kuomba. Baba yetu, muumba wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu asubuhi ya leo wewe ndiye umeweza kusimama pamoja na sisi kwa sababu ya majonzi ambayo yamekuwa pamoja nasi kwa kupoteza mama wetu mpendwa ambaye amekuwa ni mama yetu, nyanya yetu, anti wetu. Tunataka tuombe ya kwamba Baba yetu tupe faraja ya pekee na tumaini la pekee tunaposafiri na kusafirisha mwili wake. Tunaomba ya kwamba Baba yetu uweze kuwa mfariji wetu na utuongoze salama tufike nyumbani, ili tuanze ibada yake fupi na tuweze kumpumzisha. Mapenzi yako yatendeke Baba yetu, kaa nasi kila mmoja wetu, tufarijike ndani yako, hata watoto wa mama, wajukuu wa mama na wote. Mungu tunawakabidhi kwako kwa sababu wewe ndio mfariji mkubwa. Neema yako itutoshe na jina lako litukuzwe. Tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Basi tuishie kwa magari na tuondoke. Tutakutana pale Kirunga dereva. Leo? Inuka amberia neku nande eteta kiringe murume. Ewa baba. Arungama. Sawa ale turero tu. Utang kombe ngona yakiuga tu ita kana. Leo? Ungitonga kita.
nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule. Karibu upumzike, hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo mahali pako, hapa ndipo makao yako. Karibu upumzike. Haleluya. Nitaketi kwa furaha, nitapumzika kwa Mungu, nitapumzika. Nitavikwa mavazi meupe, nitavikwa taji ya ushindi, tabu zote na mateso yote hakika vitakoma. Nitaungana na malaika, maserafi na makerubi, tukiimba nyimbo za ushindi. Haleluya, usiimbe. Naona mbingu zimefunika, na Yesu mkono ameketi, akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Naona mbingu zimefunika, na Yesu mkono wa kuume, akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Kanisa langu wote. Na kanisa sijui kama mlichukua maji. Mlipata? Maji ni ya everybody. Unafuata ile sheria ya Linda. Kuna mahali watakula, kuna mahali kwa
hewa na kuna mahali kwa maji. Yote tunashughulikia. There is a stomach for air, for the food and for the water. Yote na ile ibada tutachukua kama vile pastor alisema, nisikia kaomba akasema kwa hii ibada pufu ambaye tutakuwa tukipea mama ya heshima. Itakuwa hivyo. Kwa sababu pale program nyingine unafikiri itaiweka sana, hapana. Ile itapea nafasi nyingi ni ibada. Hiyo nyingine ni kunyoa. Dauga ana mpige kidogo wakati nimesema watoto wancheche. Kama umeona hapa na umevaa inaitwa mam, wewe ni mtoto, uingie hapa. Wewe Musa, wewe Matthew, simu kwa laini, hii ni watoto. Watoto wote waingie sasa. Kaunyangi wewe ni mtoto, please, kwa chakula. Najerengera kibaya kuwa tenti chirero ne kanisa ne family bonde bara batena bia Korea ukireni boyo kibia Korea tafadhali. Bara bonde bara batena bia Korea ni family wale wageni kidogo, wale wageni wa Karemi ambabu tenti yao ndio hii, please. Wale wageni wametoka Kitale na Nairobi, tenti yenu ndio hii. Kuna wageni wamekaa kwa kanisa, but if you belong to the church there is no problem. Lakini wewe kama sio wa kanisa unaweza kwa heshima tu unaweza kuchukua pole nikurudishe Nairobi. Mimi niko na gari ya kurudisha Nairobi very fast mahali pale pengine. Lakini kama uko kombo kaeni hapo, tunakuambia siku ya kubadilisha. Na Karemi ni wa familia. Hata ndio wa familia. Mtafuata Mbabu na Karemi pale, niingie kwa live. Tukimaliza ndio sasa wale tulikuwa tunakaa na mama hapa tukule hata ile imebakia yote. Malize. Savas, where is speed tafadhali? Ndani mezangeni sasa. Move kienda. Na maji watu wapewe maji. Ana hujapewa maji. Nani mtu? Savas kuna mtu mmoja wa maji hapo tafadhali. Alafu wale familia ya Babu na Karemi ingia kwa laini. Familia ya Babu ambaye ni familia ya Mboma hii, tafadhali kujeni kwa live please. Familia ya Babu ambaye ni wa familia hii, ingieni kwa live. Tumesema wenyeji ndio tutakuwa wa mwisho. Na chakula tulisema iko chakula aina nne. Kuna chakula aina chumvi, kuna chakula aina nyama, kuna chakula utaki kitoweo na kuna chakula unaweza kula Mungu yupo Israeli, Bwana wa
kuchukua mwili, wana Pathfinder, wanakwaya na watu ambao watakao lishika lile jeneza, washiriki wa kanisa la Kiadventista, tafadhali ninaomba mtafuatana na lile kwaya. Wasema wana Pathfinder wa kanisa la Kiadventista kwa sababu nafasi yao ya kula ilikuwa kwanza. Kwa hivyo kama hawajala wataweka chakula chini. Tafadhali. Pasamate, tafadhali kama umekuja unaitwa hapa kwa gate. Pasamate. Pasamate ni kanisa la Mwaleka, tafadhali waitwa na kiongozi wako. Hapa kwa gate. Hata ambapo ulipo, tafadhali karibia. Kwa hivyo wana Pathfinder wenye wanalishika lile jeneza watakuwa katikati, wanakwaya watajipanga laini mbili ili waweze kufanya machi kuja na ule mwili mpaka kuweka katika jukwaa lake. Kwa hivyo tafadhali karibuni. Naamini kina mama ndio wataendelea kulishika lile jeneza. Kina mama wengine ambao wako na nguvu, tafadhali tuenende pale ili tukaweze kulishika lile jeneza. Ni nzito, tafadhali naomba nisaidiane. Wawe wengi wanaoenda kulishika. Unaingia kwa lango hili. Na ninaomba hii maji iondolewe hapa tafadhali. Kwa hii maji hapa kwa sababu jeneza ni lazima kuwekwa hapa. Maji iweke upande huu mwingine tafadhali. Upande huu mwingine. Utakuja hiyo njia kwa sababu sanduku laenda kuwekwa pale. Asanteni sana wanakwaya kwa kazi ngumu nzito tena yenye heshima ambayo mmeweza kuifanya. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Nafasi hii kwa hivyo wanakwaya hao watajipanga. Wanakwaya watakaribisha mchungaji kwa wimbo mmoja. Kwa hivyo ninaomba wanakwaya watasimama hapa waimbe. Kwa hivyo hawa wanakwaya tutawapatia nafasi ya kuimba nyimbo mbili, sababu wametoka kwenda Lekidori, wanasafiri kwenda mbali. Kwa hivyo mtajiseti ili muweze kuimba huo wimbo wa kwanza. Utakaponiti
Moyo wa hekima
Cheche Joel. I'm going to read the eulogy of the late Eunice Cheche Joel. I'll begin with early life. Mtaniruhusu tu I will read in English because majority of us wengine hawatajua Kimeru. So no need to interpret. Tutasoma tu Kiingereza vile ilivyo. So early life. The late Eunice Cheche was born in the year 1945 at Midho Village, Amwari Sublocation, Imajel Location, Origo Division, Tigania West Sub-County in Meru County. She was last born daughter to late Tokereti and late Zipora Gaiti Tile and Isia Matori Sara Kolo. She was sister to late Ntoiberi, late Chandra Ntoiwado, Monjaro Ayubu, Kanjathi, Toetonga, and Karegi, Tokerichia. She was aunt and cousin to many. Education life. The late Eunice Cheche studied in Oringo Primary School up to standard 3. Christian life, she served God faithfully till demise. A family life. The late Eunice Cheche got married to late Joel Dubai, and they were blessed with the following children, namely Mary Gatomwa, Francis Mwingerwa, Grace Cabrido, Beatrice Muiti, Penny Nagacheri, Salome Kanywa, Jane Wiriki, Betty Munyange, Lucy Crote, Mase Kadure, Margaret Makena, and Jocelyn Karim. She was co-wife to Mother Joel and stepmother to Purity Derende, Meshek Pario, Japhet Mutwiri, Charity Kolomi, Lorraine Kagendo, James Mudhomi, Caroline Kalayu, and Sharon Kawira. She was mother-in-law to Mudore, late Kiremi, late Mutridia, Uranera Moses, Itonga Mark, Aston Kaunyangi, Matthew Tarangwe, Mwema Samuel, Kennedy Munywa, Ezekiel Babu, and Lawrence Busini. She had 48 grandchildren and 39 great-grandchildren. Social life stroke occupation. She interacted freely with the family, villagers, and friends. She has shown great love to immediate family. She was a peasant farmer during her early life. Demise stroke health. The late Eunice Cheche Joel of late and health complications due to her old age, and on 14th April 2025 she developed body stroke. She was rushed to hospital but succumbed on the road. I will give to my sister to read the tribute. I am Cynthia. I read the tribute. From children. Mom, we have been with you all our years. You have been the best mom. One can never dream of. We have been with you when you started healing together with other family members and friends. We tried our best to help you recover, but God had His will. There was nothing more we could do. You left us when we needed you the most, but we know you are in a good place. We feel a definite vacuum for our dearly loving mom. We shall ever miss you. May your soul rest in peace, Mom. Sisters, we can never deny the pain that we carry. You'll remain a blessing to us. You encouraged us a lot and shared good ideas of life. You'll forever remain in our hearts. R.I.P. Sis. In-laws. Our mom, you sounded more than an in-law to us. You have been there for us whenever we needed you. Though you are blessed, we will miss you. We will miss your presence. Fare thee well, sis. Rest in glory. Grandchildren. A million times we needed you, a million times you came through. If love could have saved you, you should. You never have died. In life, we love you dearly. In death, we still love you. In our hearts, you will always hold a place no one can ever fill. Rest in peace, church.
great-grandchildren. Our grandma was always so kind and generous, and her smile made us happy as it expressed love. Her grandma recipe always tasted like home. She taught the value of hard work and the importance of family. We cherish the memories of our time together. Rest in peace, Shoji. Thank you. Gawa. Ninaomba chief ukuje kukaribisha hawa watu kutoka sehemu mbalimbali briefly, alafu tuendelee. Okay, asante sana Master of the Ceremonies. Kwa majina naitwa Morris Kelemi, Chief Kimache Location. Na pia mimi ni mhubiri na kanisa ya Message of the Hour Assemblies. Kwanza kabisa wacha nichukue nafasi kuleta pole zangu tena kwa hii familia kwa kuachwa na mama ambaye alikuwa shujaa na nguzo muhimu kwa familia na hata kwa jamii. Pili, wacha nishukuru vile majirani, marafiki, familia imetokeza kuona mapatia huyu mama wa heshima sherehe anayestahili. Nikisema kwa kifupi kuhusu huyu mama, sijamjua sana, lakini kwa wakati ule nimemjua, ni mama alikuwa very composed na straight to the point. Sio mama wa mambo mingi, mama ambaye alikuwa anabeba heshima zake. Kwa hivyo kwa familia ningeomba ile legacy, ile heshima mama ambaye alikuwa nayo, msindi kuyenzi na kuiga, upate kuacha mkiwa kieleza tema saide maisha mama alikuwa anaishi. Kwa wageni wetu ambao wametembelea siku hii ya leo, karibuni sana hapa Kimachia, na mmekuja wakati mzuri, wakati ambao tumebarikiwa na mvua. Huku ndio chakula inatoka. Kwa hivyo wakati unaona vile kuko, ndio furaha yetu. Hata ikiwa upande wa usafiri, nilijua mlikuwa na wakati mgumu, lakini hali inakuwa namna hiyo. Kwa hivyo tunashukuru kwa pamoja na nyinyi na mjisikie nyumbani. Asante, mbarikiwe. Na mimi kulingana na vile kulivyo kwa sasa, ni mzee wa familia hii. Wengine hawaweza kuwa hata waya niona ama wanijui, kwa sababu kwa miaka mingi nilikuwa nikiishi Mombasa, lakini wengi wamenisikia, hata wale ambao wanijui vizuri. Ningetaka tu kuchukua hii nafasi kwanza tu kuwashukuru watu wote wale wamefika kwa siku ya leo, kwa sababu ingawa chief amesema ni baraka vile ambavyo kumenyesha, tunakubali, lakini mara nyingine tunaomba Mungu pengine atupatie nafasi kidogo kama hivi sasa watu waweze kutoka hapa wasikwame vile tulikwama tukija. Lakini hata hivyo tunajua Mungu naye anafanya mipango yake na hatuwezi kumwambia chochote. Mimi kwa niaba ya familia, ingawa najua ya kuwa pengine kuna mtu mwishowe atatoa vote of thanks, ile yangu kubwa sana ni kuwashukuru nyote kwa sababu ya kazi ile tumefanya ili tuweze kupanga huu mpango wa kusindikiza mama yetu. Mimi katika familia, tuko na familia kubwa ile tunaita family ya Marara. Marara alikuwa wa grandfather na alikuwa na vijana watatu, na wasichana nasikia wawili, lakini wengine si mimi nilipozaliwa hata sikuwaona ama nijue wako wapi, kwa sababu siku zile watu walikuwa wanaenda mbali. Na kulingana na vile kuliokuwa, babangu alikuwa anaitwa Ntoiturio, alafu kuna Ntondubai alikuwa amezaliwa na mzee anaitwa Ntomokaria, na wale wa area hii wengine waishamuona wanamjua. Kulikuwa na Ntodhalichia, na hawa wengi watoto wao walikuwa wakaishi area hii. Kwa hivyo Ntondubai mimi nikiwa secondary alikuwa amenichukua sana kama mtoto yake. Nikiwa secondary, nikiwa college alinisupport sana, na baadaye tukaendelea kushirikiana. Na hata harusi yangu yenyewe yeye ndiye alisimama kama baba yangu,
kwa sababu babangu alikuwa ametuacha. Kwa hivyo hao wengine wote wazee, hao vijana wa hao wazee ambao nimetaja hatuko na wao, ndio sababu nimesema mimi nimebaki mzee wa mji kwa miaka mingi tangu Tondubai aondoke Imagine. Na kwa hivyo mimi huyu ambaye ametuacha Njeche ni kama mama yangu, ni kama dadangu mkubwa, kwa sababu wao wakiwa na wanawake Tondubai kama vile nimesema tulishirikiana na walinisupport, na alikuwa ni mama ambaye alikuwa amejitolea kwetu zote kama vile amejitolea kwa watoto wake. Na kama vile imesema, nafikiri hata kwa majirani alikuwa ni mama ambaye ameshirikiana vizuri na ameendelea vizuri mpaka hivi sasa. Lakini naye Mungu hawezi kuulizwa swali vile nimesema, akimuita tunakubali na tunasema sisi ambao tuliobaki ndio tuendelee kushirikiana hata familia. Kwa hivyo mimi niasema ni asante sana. Naona MC hapa amesema dakika yangu moja imeisha, lakini hata hivyo sitaondoka bila kuwashukuru wale wote wameshiriki katika mipango hii tangu hii mambo itendeke na mambo haya yafanyike mpaka wakati ambao tutampumzisha mwenzetu. Hasa ningeshukuru familia wale ambaye wameoa na kuolewa katika familia hii. Najua wamekuwa very active na wengi wao wamejitokeza leo na tukaendelea vizuri sana. Kitu naomba tu ni sisi kama familia tutabaki, lakini tusisahau wale wengine ambao wametusupport na tuendelee kushirikiana. Na hasa ingawa mama ameondoka, wale watu wote wanahusika na ngoma hii, hasa wale ambao pengine ni in-laws, tusisahau hiyo familia, tuendelee kushirikiana na tuweze kuishi pamoja vizuri. Kwa hayo mimi ningesema tu tuendelee mpaka mwisho vizuri, na mama yetu aweze kupumzika na apate kupeka Mungu mahali pema peponi pale Mungu anaweka wateule wake. Asanteni. Asante sana, nilipea dakika mbili. Naleta pole zangu kwa hii familia. Kwanza niambie watu wale ambao wamehudhuria hii mazishi ya mama. Mama alikuwa mkaaji wa Kamaruke, mama wa maana ambaye amelinda familia yake kuanzia yule mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho, wote wamesoma, na alikuwa mmoja wa kuunganisha watu wa area hii, hasa hii wanaandika hii kidogo. Pia alikuwa anahudhuria vikundi na kusaidia watu kwenye mahali kulikuwa na usaidizi wowote unaitakikana, alikuwa anahudhuria na saidia. Kitu kingine nashukuru kwa watoto wa hii familia kwa kusikilia mama. Watoto ukiona hii mama hii miaka amepewa na Mwenyezi Mungu, miaka 80, mwili wake ulikuwa sawa kabisa juu ya kushikiliwa na watoto wake. Nasema asante kwa watoto wake wote wa kushikilia mama. Kwa wale wamebahatika kuwa na wazazi, endeni mkashikilie wazazi wenu kwa hizi miaka mingi ili mpate baraka. Asante MC. Chairman uko wapi? Ukikosa na ngoa. 1 minute. Kutoka hapo nitaita. Umesikia? Mimi yangu tu ni machache. Nataka kutoa shukrani kwa wote wale ambaye wameleta mchango katika hii sherehe ya leo, kwa sababu hapo awali tulikuwa na muda mgumu, lakini kupitia kwa uwezo wenu mmefanya ishara ya kuonyesha wasi mnapenda ngoma hii, na hivyo wasi nyote pokee shukrani zetu kutoka kwa hii familia. Mungu awabariki sana. Thank you. Kachoka nyuma kidogo. Kanisa, familia na jamii yote, waombolezaji, Bwana asifiwe. Ndio Ameru Mugendi. Ulichonjo? Uli sawa? Asante. Ya kwanza nataka kuleta pole
rambirambi zangu. Sisi tuko watu wa Kitale, lakini kabla niongee, tuko na wale tumetembea na wao. Na wale ambao tumetoka Kitale wasimame tu wave. Alafu kuna wawili ambao ndawaita mahali hapa. Hao ni marafiki wa babu kutoka Kitale. Na nataka niite Mukiri ambaye ni mbunge wa kule kwetu na ndugu yangu Douglas. Karibuni mahali hapa kwanza. Watu wa Meru, waombolezaji wa Mama Eunice, na wasalimu wa mjambo. Nina furaha hata kama tuko kwa kilio cha kulia mama yetu, na furaha ya kufika mahali hapa. Ninasikia kanaitwa Kameru ama sijui kuna jina mnaita hapa. Kuna majina magumu Kamaruke, sijui Kamache, sijui nini, lakini nyinyi ni watu wetu. Ninapoangalia hapa kwa sababu ninatoka pale Kisii, wa Meru na wa Kisii ni watu wa moja. Hii mvua imenyesha hapa, mimi pale nimelelewa, ni milima, ninaelewa. So nasema pole kwa napatiana rambirambi zangu kwa familia hii. Mama alale salama. Asante ndugu yangu Mweti. Karibu salimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwiti. Mimi nafanyanga kazi Lundwa. Kwanza kabisa nileta pole zangu kwa hii familia ya kina Babu. Pia nilituma na salamu kutoka huko Lundwa. Kaambiwa nikifika hapa niwaambie pole za watu wa Lundwa. Umepokea? Haya, ningependa kusema ya kwamba Babu rafiki yangu kabisa, na si rafiki tu, tunafanyanga pia biashara na yeye. Tumekuwa kwa muda kusaidiana, ndio pia nimefanya kutoka Lundwa kuja hapa. Lundwa ni mbali, lakini upendo ni kitu ya maana. Watu kusaidiana, wakati mtu wako na shinda, lazima kila mtu asaidie rafiki yake, sababu hakuna kitu mtu mmoja anaweza fanya peke yake. Ingekuwa ni leo peke yake, timu ni Babu peke yake, leo hapa ungekuwa kumeng'ara hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitawaacha na amani ya Bwana. Nikirudi leo niseme aje? Asante. Asante. Unajua nimekaa hapa nikaona hata MC yako mahali hapa hajakuja. Akujangi? Anakujanga wako na hiyo. Ambunge MP akujangi? Na sisi tunatoka na mbunge wetu kutoka Trans Nzoia, tunakuja na yeye hapa. Ni mambo gani? Mnafurahia maneno? Hata nikaribishe mbunge wangu kutoka Trans Nzoia awasalimu, sio? Karibu ndugu yangu. Asante sana my friend Kangi, familia, jamii, kanisa na watu wa hapa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Habari zenyu nyote? Sisi tumefika hapa siku ya leo kutoka pande ile ya Kitale kuleta pole zetu. Tunakuja kusema pole sana kwa jamii kwa kupoteza mama. Wacha Mwenyezi Mungu aweze kuwatia nguvu na awatie moyo ili muweze kustahimili hiyo hali. Na pia tumefika hapa leo kwa sababu ya kijana anaitwa Babu. Babu ni my friend. Ni friend wetu pande ile Kitale. Tunafanya na yeye biashara na huwa anasimama na sisi kwa maneno mingi sana pande ile Kitale. Ni kijana muungwana na huwa anatusaidia sana, na ndio maana sisi wote unaona tumejitokeza na tumeweza kukuja mahali hapa ili tuweze kusimama na yeye. Mimi nataka kusema pole sana Babu na pole sana kwa jamii. Na mimi pia nikikuzia maneno ya siasa kidogo, mimi nawaomba watu wa hapa Meru muweze kutafuta viongozi wenye wanafaa. Mimi nimekuja na hii barabara naona ni kama hamna viongozi.
Hii barabara zenyu zote ni mbaya. MCA naona amelala kabisa. 2027 ikifika, amelala kabisa, si ndio? Ikifika mtafute viongozi wenye wanafaa ndio waweze kuleta maendeleo, si ndio? Hata MP naona amelala kabisa. Maana hiyo barabara kutoka Lami kuja mimi naona ni MP. Na yote ni mbovu. Tumehangaika kabisa, lakini kwa hiyo machache na mingi siniseme pole. Na Mwenyezi Mungu awalinde. Asanteni, tuko pamoja. Mimi naitwa Mheshimiwa James Mwangi Gitau. Mimi ni MCA huko Trans Nzoia. Na unajua vile nimekuja hapa nimeshangaa. Ya kwanza acha niseme pole kwa familia. Na mjipe nguvu kama familia. Mama ameenda, nyinyi mmebaki na maisha mpaka ifanye nini? Maisha mpaka iendelee. Kwa hivyo kitu ningependa kuambia tu mjipe nguvu, mkae kanisani kabisa, urejesho huko wapi? Kanisani. Mimi nilikuwa MSDA. Lakini ndio nikaenda PCEA. Sawa sawa. Lakini yote tunaabudu Mungu mmoja. Si ndio? Mungu ni yule yule na muabudu na ni Mungu wetu. Na ile kitu ningependa kusema, hao viongozi ambao mko nao watu yetu, adwaito mwekuo hai wenadina tena munene mno itiguo. Huyo MCA amekaa ngapi? 20. Ende nyumbani. Unaelewana? Aende wapi? Huyo mbunge amekaa miaka ngapi? 10. Aende wapi? Mwambie iko MCA ametoka huko Trans Nzoia. Na mimi ni majority whip kutoka huko Trans Nzoia. Lakini nimesema waende wapi? Hiyo ni mchezo wako naye. Mimi nakuja dance mpaka nifike kwa boma. Hiyo ni makosa. Hao watu hata wakikuja mahali kama hapa kwa hafla kama hii ya Matanga, msikubali hata waongee. Tunaelewana? Usikubali mtu akuja kuwaletea 2,000, 3,000 hapa ama 5,000 na barabara ni mbaya. Utakuwa 5,000? MCA shindwe. MCA shindwe. MP riswa. Waenda walale nyumbani wapende kabisa. Hapo hakuna watu, kwa maana hakuna watu mwenye hawezi kumekaa miaka 20 na hawezi kumbuka watu wako. Na nasikia ni majirani tu hapa. Si ni majirani hapa? Hao waishi hapa, wanaishi town. Hata niwaambie ukweli. Hawajui shida ile mnapitia. Mimi wakati nimepatiwa MCA, hii ndio mwaka yangu ya 3 kukua kwa ofisi. Lakini nilijenga katikati ya wale watu yangu na kuna shida nao pamoja. Wakati barabara ni mbaya, hata mimi naona ni nini? Sasa mtu akienda kuishi town, huyu hata akose hata bibi 3 ama 4. Hawaje mchezo hiyo hapo na. Na wangekuwa hapa ningemwambia peupe. Na wewe chief, ambia hiyo mtu. Kwa sababu chief anafanya kazi na nani? Na MCA. Chief huko na madaraka 2 nimesikia. Huko na kanisa na huko na chief. Kwa hivyo mshahara yako ni ngapi? Tusimame hii kitu tukupatie, bali wewe naye unakaa namna gani? Ama nasema mbaya? Tafadhali mwenye anakuja kaa nini mahali hapa? Mimi na promote wewe leo. Na kama utashindwa tutaleta babu hapa asimame. Ataua wewe. Si ndio? Kwa hivyo ile kitu ningependa kusema poleni sana. Poleni sana kwa hii hafla ya matanga. Wacha Mungu awarejeshe wema na fadhili zake. Na kwa wale watu tumetoka Trans Nzoia pia nawataka kuwashukuru kwa ile kazi nzuri mmefanya. Kutoka Trans Nzoia mpaka hapa si karibu. Ni mbali. Kwa hivyo kuna wale ambao tumetoka Trans Nzoia. Mimi ningeomba tu mtupie nafasi, tupige tu picha moja. Unatupia nafasi? Tupige tu picha moja. Simkuja tu tupige picha moja tu naomba. Kwa wale watu yangu ya balance tupige picha moja. Iko jambo nataka kusema. Unajua nani anakuwa na pepo ya siasa, wacha aseme kitu. Okay.
waombolezaji, unajua mwanasiasa, na mimi niko na furaha sana kuwa na wanasiasa ndani yangu. Hapa tumekuja tuhitimaki, tumeona venye wananchi wanahangaika. Mimi ningetetea huyu MCA. Huyu MCA kweli, na hii aibu, muli expect akuje? Angekuja? Jibu iko. Mbuga angekuja? Okay. Kuna wale wanabolas ambayo ndugu yangu Babu ni mshirika wetu kutoka Kitale na wameweza kukuja. Kindly tunaweza taka picha moja na wanabolas, alafu bolas then marafiki. Hili chama tunakuwa pamoja, tunatembea pamoja. Apate simama hapa. Karis simama hapa. Mweti. Simameni hapo karibu. Mmekaa mbali sana. Wacha tupige picha moja tu tumewaomba. Siko sawa? Haya. Ngoja. Space kidogo, space kidogo. Hapo. Kila mtu angalia mbele sasa. Achani kuongea mwangaliani. Si watu ya photographer huko sawa? Uko sawa sawa. Na mimi ningependa kumalizia nikisema bani wapige gitaa ama namna gani? Wengine wapanda. Yangu nimemaliza hapo, na nyinyi watu ya Meru na watu wa nguvu, ndio kwa maana sisi watu ya Trans Nzoia tuko mahali hapa. Tunawapenda sana, tunawashukuru na tunawadhamini. Na unajua nimekaa hapa nikaona hapa mambo si mbaya. Mimi niko na bibi moja tu. Wewe MC tafadhali. Niko na bibi moja tu, lakini nikitoka si wa mama mnaweza nisidikisha na moja niongeze. Si ndio? Mungu amani awabariki na azidi kuwatendea wema. Thank you very much. Hao watu ni wangapi na ile naitangwa anatembea. Yaani anaendelea akitembea. Kuna kitu Babu anataka kusema. Hao wangepigwa picha, kuna timu Kangeta. Spokesman wao akiongea na waingie kwa foto. Unajua hiyo ndio namaliza naye. Kangeta mkuje, spokesman wenu akiongea hiyo foto kama vile tumefanywa na watu wawala wanatembeanga. Akisha wanatembea usiku. Wanatembeanga mchana. Na hiyo anatembea. Memaliza? Mabwana hao watu wameingia, wengine wako hao wako nyuma hapo. Tafadhali, in-laws wote waingie kwa hiyo picha. Nyinyi mnaita Eunice mama, muingie hapo. Aya, Josh kujangeni hapa. Hii msiondoke. Wewe Josh wote hapa mbele. Tuharakishe. Direct grandchildren na grandchildren. Sawa? Iko sawa? Bado. Wamama waondoke na wababa. Wewe ngojeni, sio mubaki. Yeye without you hao watoto wakiondoka muingie. Na yule anaongea 1 minute, alafu wengine wapige picha. Angalieni huku, angalieni huku. Leo Babu na karibu mpaka ngenda. Jende aendelee kutembea. Ukuje. Inga hivi. Tumemalizana nao? Haya, Josh tumemaliza mara za rudi. Karibu namba kuna Nairobi. Haya tukuje na wao. Sabe uko wapi? Sabe mwalimu uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya watu wa kutoka Kangeta, wacha kwanza niseme pole zangu pamoja na familia yangu, na pia kwa jumla
tulete pole za watu wa kutoka Kageta kwa pamoja. Tunasema poleni sana kwa sababu ya hili janga, lakini kwa yote Mungu ako na zizi. Kwa hivyo bila kupoteza wakati tutakuja siku nyingine na tunasema asante. Thank you. Mapigo picha. Unasikia watakuja siku nyingine ya piano. Hiyo siku utakuja upangiwe. Kageta wakitoka Nairobi. Maana wamejipanga pale. Kuna wengine kwa sababu na one minute tafadhali. Ngoja kuleni kidogo. Again. Najua nilikuwa paparazzi, I know what to do. Sikuwa napiga yenu, ilikuwa ile ya presidential press unit. Kwa Jomo Kenyatta. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Pastor Gloria. Na hao wote wametoka huko pande za huko Nairobi kwa Juda. Na tumekuja hapa kwa sababu ya dada wetu Peti, kwa sababu tunasoma na yeye kanisa huko, na ningependa kusema pole kwa hii family. Mungu awape nguvu, endelee kusimama na nyinyi, na Mungu azidi ataendelea kuwapa neema. Na ninajua kwamba Mungu wetu ni wa ajabu. Matendo yake yeye, kuna kitu inakuja bila yeye kuwa anajua, lakini tukubali Mungu akifanya bila amefanya, sababu hili sisi zote tuko kwa shamba lake, na ikifika wakati wa kuvuna ili ambaye anataka kuvuna aulizi swali, na ndio tunajaribu kumuuliza wewe, au utajibiwa na au utaweza kujua nini kwa nini. Na Mungu apatie nguvu hii family, na Mungu awabariki sana. Asante sana. Okay. 80% wa familia hii wako Gala denomination, 20 ndio wako SDA. Kwa hivyo kwa heshima hiyo tutakubali mtu na pastor wake wapiwe. Ni watatu tu, 3 churches. Ndio hii ni hapo nyinyi wote, hata watu wa Trans Nzoia. Asanteni sana. Mimi ninaitwa Mutweri. Nimesikia mbabu sana, babu. Sasa sisi tumekuja kwa sababu ya Kendi. Kendi ni rafiki yetu sana, na tukakuja ndio tukapata kuomboleza pamoja naye. Na bila tumekuja, nataka pia kusema pole kwa sababu ya watu wa Tigania, kwa sababu ya viongozi wenu. Mimi huko Igembe South nafanya kazi ofisi ya Mheshimiwa John Paul. Eko kwake kwa sababu tumefanya kazi sana, njia zake zote tumefanya. Sasa hata zile za MCA ndizo tunatengeneza kwa saa hii. Mimi kama ni wa huku ningesimama hiyo kiti ya MCA kwa sababu naona yeye ni bure kabisa, lakini kwa sababu mimi si wa huko kwetu ndio nataka kusimama nipewe nifanye kazi, kwa sababu pia kwetu hiyo mtu ni bure kabisa. Mungu awabariki, Mungu awatende mazuri, lakini kwa sababu John Paul anafanya kazi, kifika wakati tutakuja MC hawa wanajua tumefanya kazi sana, vile tumekuja hata hiyo gari yetu imekuwa mbaya sana, hata Mutunga ambiwe yeye ni bure. Hawa wote wanataka kitu. Please, because of time. Kuna wale wanarudi kwa Trans Nzoia. Watu wa Full Gospel, huwa hapa nyuma hapa. Full Gospel ile ya kina Gacheni muko ukae hapa. Kuna picha nyingine nataka kuingiza hapo. Umemaliza? Ongea. Sifiwe. Sisi hapa ni Bethel Church na tumekuja kwa sababu ya familia ya Grace Gabriel yuko hapa, na kwa niaba ya kanisa tunasema pole na Mungu aendelee kuwafariji na kuingia kwa hiyo space ambayo imetokea kwa sababu ya kuondokewa na mama yenu. Barikiwe. Familia kina Ncheche amebaki mo hiyo naibisha Karei, ila kiendo Karei hapa mbio ako wapi? Kwa mamia tu kajenga meta na utodetera mwe wao Karei. Haya, taka na Full Gospel mwingie, hakuna wengine nimemaliza. Kwani kuna kanisa nimeachilia? Hakuna nyingine. Full Gospel kagaene akishirika adada. Haya, wako hapo. Basta vile umesikia wapendwa wakisema ndio utasema, kwanza mpiwe picha. Haya. Wacha wapiwe wote.
kama unashiriki kanisa hiyo na ni wa familia, ingia kwa hiyo portal. Kwa sababu kuna ingine ameniweka huru kweli, nasikia ndio huko. Pastor, watu wa Mungu, ninulie mkono nisalimie. Bwana asifiwe. Nichukue nafasi hii kusema kwa majina yangu najulikana kama Brother Moses. Kristo mwana wa Mungu ametunza moyo wangu. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya kanisa letu la Kimatia Full Gospel kuleta pole zetu katika familia hii, kusema ya kwamba Mungu aketie kwenye kiti chake cha enzi apate kuwapa faraja katika mioyo yenu katika jina la Yesu. Bwana wabariki sana mliotoka mbali na mliotoka karibu kumshirikisha mama yetu. Bwana wabariki. Haya, mtarehe yakiingia. Kwa hiyo yote tulisema there is a step mother. Tulimkuuliza nani alikuwa MC, usisahau, lakini amjui jina langu na nitamwambia. Sawa. Ngojeni. Ni haraka ya nini? Ngojeni kidogo tu. Nimepewa warning na Trans Nzoia. Unajua anatembeaga kila saa. Sasa nimepewa warning, tumepewa mama. Huyu ndio sister wa yule amelala hapa. The only remaining sister. Nimemaliza. Good. Kidale. Mwele akibero muse. Iko karibu. Hiyo ndio Kitale. Ilikuwa nimenunua kashamba Kitale nikauza. Napiga picha. Tuinyane kidogo, tuinyane. Brother, uko wapi? Unajua sasa mmeanza kuingia kwa programu yangu na nitacrash. Ndio baba ibeda ama hiyo hapo. Ndio anaita huyo amelala hapa anti. Brother, uko wapi? Haya, endeleeni. Hayo yako mbele yetu ni makubwa, ni marefu. Video, kwa sababu video inaendelea. Tutamtumia video kwa timu zenu. Usiwe na haraka. Tumemaliza. Nani mwingine? Sasa nimemaliza. Sasa hatuna shughuli, sote twaweza kurudi mahali ambapo tunafaa kuwa. Alafu kusimama huu ni tunamkaribisha Elder Paul aweze kukaribisha mchungaji ili aweze kuendelea na hii shughuli. Elder Paul, utaomba na umkaribishe. Thank you so much Bwana MC. Mmefanya kazi nzuri kwa sababu muda umeenda sana na hata sisi tutaharakisha. Asante kwa wale wote ambao wamekuja na wale ambao wamesaidia katika shughuli hii. Pastor, hapa tuko Miangembe District kwa upande wa kanisa, na mahali kanisa ya Kakaende iko ni Mekindoni District. Sasa tumekuja hapa kuhudumu kwa sababu hilo ndilo kanisa lililo karibu ambalo limehudhuriwa na washiriki hawa. Sasa mimi sitaomba kwa sababu ya protocols ambazo hatuwezi tukavunja. Niko na colleague elder ambaye ni wa Kitale, ndiye nitakayemkaribisha ili aweze kuomba kwa ajili ya sermon ambayo tutatolewa na mchungaji wetu kutoka Kitale. Pastor wetu is not around. Kuna mahali amekimbia, amesema pastor usalimiwe pamoja na wale ambao umetoka nao Kitale na hao ambao wametoka sehemu hizo nyingine. Ni kwa vile haikuepukika angekuwa pamoja nasi. Karibu Elda ili uweze kutuombea. Mjambo zote. Sisi tunashiriki kanisa la Kitale Central ambaye toto wa hapa Josri ndiye anashiriki. Nilisikia MCA akisema yeye alikuwa wa Sabato, akatoroka bwana wa Sabato, sijui alienda kwa bwana gani. Tukienda njiani ataenda akinieleza. Wacha tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbingu na nchi, imefika wakati mwema ambapo tunaenda kusikiza neno lako. Baba, Roho wako Mtakatifu atanilea
kuongoza mchungaji ili akinena anene rejeo yako kupitia kwake. Mguse na kara ya moto ili kusudi watu wako wakati kuyatoa makusudi yako katika Kristo nimeomba. Watoto wa Mungu, watoto wa Nyasaye, asante sana. Mungu awabariki sana. Naitwa Pastor Fred Chebonya Sakit, ni mchungaji wa Kitale Seventh Day Adventist Church. Niko na Madam Karimi Jocelyn, is it Jocelyn? Karimi ni mshiriki wangu katika kanisa hilo, na nimeona kila kanisa likichukua picha ili nami niseme nilikuwa na mazishi ya mama ya Karimi. Naomba Karimi akuja hapa, alafu kwa nusu dakika set hiyo mtambo ikiwe sawa wa elder wangu, na kuna members wa Seventh Day Adventist kuja hapa kwa nusu dakika ili tufanye hiyo, itakuwa vizuri. Kuna members wa Seventh Day, itakuwa vizuri. Alafu including hata yule aliyekuwa wa Sabato na akaondoka, siku moja atarudi tu. Sawa. Asante. Wimbo utakapolia tarumbeta ya maana. Nataka tuimbe stanza ya kwanza na chorus, kwa sababu wimbo huu katika programu yako unapoangalia pale nyuma. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, tuimbe pamoja. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwa poloni. Oh, majina yaitwa polo, majina yaitwa polo, majina yaitwa poloniwe. Amina. Let's pray again. Tuombe. Wanaokula unaweza kusimamisha mdomo kidogo, neno lako, mapenzi yako yatendeke kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Watu wa Mungu, nataka niseme poleni familia ya Mama Eunice ambaye amelala. Naona majority of you are here. Karimi, your sisters, brothers, and grandchildren, na wote ambao ni familia ya huyu Mama Eunice, nataka niseme pole. Ni vigumu sana kupoteza mtu wa nyumbani, na tena ni vigumu sana kupoteza mama. Wacha niwaambie, mama ni chombo cha pekee katika familia. Chema imetaja ya kwamba ajengae nyumba si mume ni nani? Kama hujasoma Biblia, enda fanya research. Hiyo sikupatia hapa. Imesema mke mwenye hekima hujenga nini? Nyumba yake mwenyewe. Tena huyo mke ni taji ya mumewe. Anasema mwanamke mbaya, mpumbavu hukausha mifupa ya mumewe. Kwa hivyo usicheze na mtu anaitwa mama. Wamama oye. Sasa nyinyi ni watu wa maana. Waambie mume kama ako karibu, mwambie sisi ni watu wa maana. Mama huyu, hata umeona moja hapa ameclaim, amesema munipatie hata kamoja tena. Lakini kwa Mungu anasema ukipata moja ufanye namna gani? Hiyo ni ya Mungu. Ukipata moja wewe tosheka hivyo. Kwa sababu ni mke. Haijasema wake, imesema mke. Biblia imekataa. Wewe unauliza Biblia kupitia pastor, anakuambia tosheka my friend. Alafu nataka niweze kukuambia hivi ya kwamba mama huyu ameishi miaka 80. Papa Francis ameaga jana ama juzi, ilikuwa Easter Monday. Was it yesterday or?
amekufa akiwa na miaka 80 na ngapi? Na 8. Biblia imetaja hivi ya kwamba kwa sababu ya dhambi Methusela aliishi miaka 969. Adam akaishi miaka 930. Lakini dhambi ilipozidi basi miaka ya wanadamu ikapungua. Na hata Daudi akataja katika kitabu cha Zaburi ya 90 fungu lake ni la 10, akasema mwanadamu atakapoishi vizuri ataishi miaka 70. Amepewa miaka 70 ya kufanya namna gani? Ya kuishi. Na kama ataishi vizuri zaidi miaka ngapi? Iko hapo kweli? Hii ni wasomaji wa Biblia. Yes. Hata kuna wachungaji hapa wengi sana wanaweza kusoma. Biblia inasema siku za ngapi nani? Yetu sisi. Anasema 70. Na tena kama tuna nini? Tuna nguvu ngapi? Miaka ngapi? 80. Sasa kwa sababu Eunice alizaliwa na miaka born 1945 miaka 80. Si ni kweli? Yeah. Kwa hivyo Eunice si mtu kidogo. Mtu wa ajabu. Wamama wengi wamepoteza maisha yao kiholela. Wanaume wengi wamepoteza maisha yao hata young age. Sasa tunataka tushukuru sana huyu mama. Hajakufa bure, amekufa kama mtumishi wa Mungu. Ni ushindi ulioje. Kichwa cha mahubiri haya ninasema the whole duty of man. The whole duty of man. Ni nini? Ni jumla ya maneno ya mtu ama mwanadamu. Unajua unaposema jumla ya maneno yote ndio hii. It is a summary. Summary wale walioenda shule. Kwa hivyo unaandika kwa kumuktasari, kwa summary. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anaitwa Sulemani anasema na hii ndio jumla ya maneno impasayo mtu. Nataka tusome pamoja ili wewe uweze kujua hayo maneno yalikuwa yanapasa huyu dada, huyu mama yetu, Shosho. Yes, Eunice. Mulisema inasoma namna gani? Ni ngeze ama njeche ama nje imenishinda kusoma. Sese. Cheche. Nje. Njeche. Usitamka madam vizuri na usiteleze. Cheche. Hii napiga hapa. Cheche. Cheche. Ni cheche kweli? Ni cheche. Cheche. Okay, sawa sawa. Kwa hivyo ni Eunice Sese. Okay, wacha sasa tuseme hivi. Biblia inasema hivi ya kwamba hata huyu Madam Eunice mambo yanayotajwa sasa kwake ni hii ya kwamba jumla ya maneno yote na yatajwe kwake. 12:13 Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, yes, hii ndiyo jumla ya maneno. Ndiyo jumla ya maneno. Yote yamekwisha sikiwa. Yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu. Nawe uzishike amri zake. Umche Mungu nawe uzishike nini? Amri zake. Tafuta ile ya kizungu kidogo. Kuna maneno mengine katika Kiswahili inateleza. Hahitaji. This is the whole duty. Kuna Bible hapo. What does it say, my friend? Yes. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments. Okay, the conclusion of the matter. Sasa jumla ya maneno yote. Na hayo maneno inampasa mwanadamu. Fear God, no relationship with God. Kwa sababu hiyo ndio inayohitajika kwa mwanadamu. Swali ni kwamba uishi 10 ama uishi 20 kwa sababu ya dhambi. Uishi 70 ama 80 kama vile Eunice ameweza kuishi. Ile inahitajika mbinguni ni kwamba wewe je, una uhusiano na Mungu? Inaweza kutajwa vizuri ripoti yako. Ndio unaona hii wimbo inasema majina yatakapoitwa nami nifanyeje? Niwepo. Iitwe Eunice.
iitwe Jen, iitwe MCA ndugu yangu kutoka Kitale. Leo ilikuwa coincidence, pastor wa Kitale anakuja kufanya burial. MCA wa Kitale amekuja kufanya burial. MP wa Kitale amefanyaje? Amekuja kwa burial. Na ikakuwa coincidence tena, pastor pia wetu hajakuwa tena. Lakini sisi tunajuana, tuliongea. MP tena naye hakuna. MCA hakuna. Lakini nataka tuseme ya kwamba sisi Mungu anataka hivi. Hii ndio jumla ya nini? Ya maneno ngapi? Yote. Hata uwe Meru, uwe Kitale, uwe wapi. Mche Mungu, uzishike nini? Amri. Hebu sema kwa pamoja, mche Mungu, uzishike nini? Amri zake. Amri zake. Yeyote atakayemcha Mungu na kuzishika amri zake, mauti itakapokuja hana wasiwasi. Analala hapa akiwa na tumaini la milele. Praise God. Amen. Hutakuwa na wasiwasi. Sikia. Neno la Mungu linasema hivi katika Mithali. Soma pale ndugu yangu. Kuna mambo machache tu kabla sijamaliza. In the book of Proverbs chapter 4 verse 23. Anasema mwanadamu wewe, angalianga vitu vya muhimu. Biblia inasema hii ni muhimu sana katika ufalme wa Mungu, kama vile ni muhimu kupata barabara wakati tungali naishi kwa hii dunia ya dhambi. Ni muhimu sana. Inasema namna gani? Soma ndugu yangu. Biblia inasema linda moyo wako. Anasema vitu vilivyo muhimu sana. Anasema linda nini? Moyo wako. Moyo wako. Wewe msomaji, ninakuuliza hiyo ni plural ama ni singular? Ni singular. Ni singular. Katika Kiswahili inasema ni umoja. Sasa anasema linda nini? Moyo wako. Moyo wako. Kuliko nini? Kuliko yote uyalindayo. Vitu ngapi? Vyote ulindayo. Kwa sababu gani? Maana nini? Ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ati huko ndiko kutokako nini? Chemichemi za nini? Za uzima. Watu wa Mungu, praise God. Amen. Hebu nyosheni mikono hivi. Una mkono? Tena wa kulia. Usinyoshe ya kushoto. Nyosha hivi. Sasa nataka ushike mahali kuna moyo. Biblia imesema linda moyo wako. Hebu nyosha. Moyo mama. Hivi shika moyo. Amesema linda, kuna moyo. Iko wapi? Wapi? Wewe unashika kifua. Iko kifua ama wapi? Iko hapa kwa titi. Wapi? Mama amesema wapi hapo? Hapa. Hapa. Left side. Acha nione huku, wenda iko kuna tofauti. Hapa. Bwana Photoman. Iko wapi moyo bwana? Hata kama unachukua hiyo mambo ya communication. Hapa hivi. Okay. Amesema linda moyo wako kuliko nini? Vyote ulindayo. Okay. Nataka nikwambie ya kwamba katika kitabu cha Marko sura yake ni ya 21 fungu la 22 kama sijakosea, anasema kuna vitu vitokavyo katika moyo na hivyo vitu ni vichafu sana. Amesema mojawapo ni washarati, amesema nyingine ni chuki, amesema nyingine wivu, na hivyo vitu vinatoka katika moyo. Sasa tukizungumzia moyo, mahali ambapo kumbe ni nyumba ya washarati, nyumba ya wivu, nyumba ya chuki, nyumba ya ulafi. Sasa hiyo inakaa wapi? Hapa. Inakaa hapa. Kazi ya hapa ni kufanya namna gani? Kupambu what? Blood. Kwa hiyo kuna memory mahali, kuna memory ya mawazo. Where is the memory of the mind? Ni wapi ambapo unahifadhi mawazo? Mahali ambayo nilikwambia leo enda matanga, Eunice analala. My burial is today. Ni hapa. Where? Hapa ndio nilikwambia enda. Sasa umeanza kubadilisha wapi hapo? In the brain.
Huyu mzee amesema wewe aseme tena. In the brain. In the brain. Particularly where? In the forehead. Hapa. Wapi? Hapa. Hapa katika brain ya mind ya mwanadamu yote. Mwanadamu yeyote. Sijui mnyama lakini mwanadamu hapa. Hapa ndio brain, hapa ndio moyo. Kizungu imeita heart. Kiswahili pia imeita moyo. Ndio imesema linda nini? Moyo wako kuliko nini? Vitu vyote vilinda. Ikasema kwa sababu gani? Hapo ndipo inafanya nini? Zitokapo nini? Chemi ya nini? Ya uzima. Ya uzima. Praise God. Ndugu yangu, sijui kama ilikuwa inasema hivyo. Ilisema hivyo? Chemi za uzima. Chemi za uzima. Kwa hivyo nataka niweze kuambia ndugu zangu ya kwamba wewe muda utakaoishi, the whole duty of man, anasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Uhusiano wako na Mungu uwe imara. Mwambie Mungu akuongoze katika kweli, ili katika moyo wako Yesu apate kukaa, ili akuendeshe katika njia iliyo sambamba. Wewe utakapolala siku moja, basi ulale ukiwa na matumaini ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Praise God. Amen. Nataka niwaambie dada zangu na wajukuu ambao mko hapa, ile kitu ambacho kinahitajika kiweze kufanyika, dada Karimi, accept it. Because kumbe ile Job alivyosema ya kwamba yeyote aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni ngapi? Chache. Na anasema anachanua kwa muda mfupi kisha akanyauka. Na anasema siku zake zimejaa shida zote. Kwa hivyo kama mama yetu ameishi mpaka uzeeni, miaka 80, tunataka tushukuru Mungu ya kwamba anatuacha sisi tukiwa na swali la kujiuliza ya kwamba je, moyo wako umeulinda? Una uhusiano na Mungu? Maana vitu vyote vitakuja katika kiti cha hukumu. Hebu sikia nikisoma fungu la mwisho ili tuweze kuomba. In the book of Revelation anasema hivi. Hii tu inahusiana na mwanadamu. Mwanadamu. Si kiumbe kingine chochote. In the Revelation chapter 14 verse 13 anasema hivi. Biblia inasema, Yohana anasema nikafanyaje? Yohana anasema, yes, nikasikia sauti kutoka mbinguni. Sauti ikatoka wapi msomaji? Mbinguni. Mbinguni ikisema nini? Ikisema, andika. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Wafao katika nani? Bwana. Underline that one. Hata wewe ni member, you are a candidate, subject of death. You are a subject to death. Kwa hivyo anasema heri wafu wafao katika nani? Bwana. Hapa hivi underline hapo chini. Katika nani? Bwana. Kwa sababu gani? Tangu sasa. Naam. Asema Roho. Wapate kupumzika baada ya tabu zao. Kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kumbe anasema matendo yao yafuatana nao. Huyu sahi matendo yake imefuatana na yeye. Hapa hivi. Kama tungekuwa na code ya mbinguni saa hizi, tungeandika hapo Eunice. Unajuanga vile matokeo ya cases vile wanakuja. Na wanasema sasa profesa nani ametangaza? Huyo mwisho alitangaza alikuwa ni nani? Alikuwa Magoha. Alikuwa Ezekiel. Machungu akatangaza kwamba sasa matokeo imetoka, na akasema wazazi ambao mna watoto, finya hii link. Ukifinya hapa hii inakupatia na index ya mtoto wako, matokeo unapata mara moja. Tutajaribu kuangalia nikipata ile code ya mbinguni utapata. Na uangalie uandike Eunice Cheche. Alafu uandike kumbe kanisa imekuwa wapi? Umesema ni kanisa gani? Kwa sababu katika historia sijaona. Umesema tu bwana yake ni huyu. Shule aliyosoma ni hii. Kanisa ni wapi alienda? Hapa kanisa lake la hapa. Ni wapi? Watu wa Sabato. Wapi enda? Kagaene. Mkono wa kulia iko right now. Biblia inasema mwanadamu atakapokufa
immediately atakapokufa hukumu inakatwa. Hiyo ni katika Hebrews 9:27. Kwa hivyo jambo la maana ni kwamba wewe bado hukumu haijakatwa, bado inatembea. Indicator ingali inatembelea hivi. Inarudi, inaenda. Kwa sababu bado hujafanya uamuzi. Mimi ningependa mchana wa leo katika kuulaza dada huyu ya kwamba sisi, wewe mwenyewe binafsi, uweze weka tumaini lako katika Bwana. Sema amen. Amen. Narudia tena. Najua wanadamu wana masikio na wanafanya uamuzi. Hiyo ndio kitu alipewa. Aidha kukataa ama kukubali. Yes. Nimesema hivi. Ya kwamba leo ni siku ya pekee tunapolaza mwili wa mama yetu alale hapo mavumbini, ni kwamba uhusiano wako na Mungu uweze kuwa imara, ili na wewe uweze kutajwa katika kitabu cha uzima. Say amen. Amen. Wangapi wanasema hivyo katika jina la Yesu? Tusimame. Familia zote unaweza kuja hapa. Pondeva familia nje kamwekuru beje hao tukomba bakomba kubudhiwa kujenga. Tutakapoonana katika kiti cha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu, tukiambia huyu Eunice ya kwamba mama, ulipoaga sisi pia tulijaribu sana, na aliyekuja kufanya hiyo mazishi alikuwa pastor moja kutoka Kitale, anaitwa Pastor Chebonya Sakiti. Kwa sababu hajui, nataka niomba ya kwamba kila mmoja wenu Mungu awabariki. Mnapoona familia wamekuja, hata mpaka mbunge, mpaka MCA kutoka Kitale, tunawapenda na tunataka tusimame na ninyi, na tunawatakia kila laheri ya kwamba Mungu asidi kuwasimamisha imara, na muweze kujipa moyo ya kwamba Yesu anakuja na atamu. Baba yetu, Muumba wetu wa mbingu na nchi, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu masaa haya nimekabidhi familia hii ya mama yetu Eunice, nyanya yetu Eunice, ambaye amelala akiwa mmoja wa watoto wako waliokuwa na tumaini la milele. Baba, ni huzuni katika maisha yetu ya kibinadamu kwa sababu mama yetu ametoka. Tunapokumbuka tunaona hayuko, lakini unatupatia tumaini la pekee ya kwamba ni mapumziko, kwa sababu sisi ni wanadamu na tuna miili ya dhambi ambayo inanyauka kama vile kivuli inachopita. Inanyauka kama vile matawi yanyaukavyo. Kwa hivyo tumekubali kwa muda alioishi, tunashukuru jina lako. Jinsi alivyolea watoto wake mpaka wakawa watu wazima, hata baadaye wajukuu pia wakakuwa, hata ikiwezekana vitukuu. Mungu tunashukuru kwa muda alioishi, lakini tunaomba ya kwamba familia hii asiweko hata mmoja atakayekosa katika siku ile parapanda itakapolia, aweko katika ufalme wako, tukifanya ushindi na kusema kuwa wapi nguvu yako wewe mauti, kwa sababu tumeshinda. Mungu, naomba ya kwamba bariki kila mmoja wetu, bariki kina mama hawa sasa ambao wamebaki, wasichana wote wa mama, vijana wote wa mama, wajukuu wote, vitukuu na anti na wote. Nataka niombe ya kwamba katika jina la Yesu chunga ndoa zao, chunga familia zao. Wote waliokuja kutoka Kitale, watu wote wa Meru hapa, jamii yote na kanisa la hapa Kagaene pamoja na Kitale Seventh Adventist Church na washirika wote wa ndugu zetu wa makanisa yote ambayo yametajwa waliokuja hapa, nataka niombe ya kwamba utubariki kila mmoja wetu, utufuishe na kutufundisha kusimama katika kweli, tulinde mioyo yetu kama kuliko vyote tulindavyo. Asante Baba yetu, tunapoelekeza mwili huu ulaza katika udongo ili upumzike hata siku ile utakapokuja, tunaomba ifanyike katika utukufu wa jina lako, maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana. Thank you very much. Hamtaondoka hapa. Kuiberi na yule amelala hapa sasa ni Adia. Kwa nimesema kwa majina naitwa Mungere Kuiberi. Na yule amelala hapa ni anti yangu. Yule alikuwa ananipa shilingi 100 nikirudi shule.
Sasa hivyo imeenda hivyo, lakini tunashukuru watu wote, na yeye mwenyewe tunamshukuru, aende vyema na Mungu amweke mahali pema kule peponi. Kwa watu wote wale walikuwa hapa, wale walitusaidia, tunasema ni asante, na nyinyi Mungu awalinde. Asanteni sana. Wapi mwingine atashika ile? Kina mama wote tuunganike. Bali. Ahidiwa ufalme mwema, tumeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena, nitatawala tena. Tumeahidiwa ufalme mwema, tumeahidiwa ufalme mwema, tumeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa nitatawala tena, nitatawala tena. Jiambili, utachagua mwenyewe. Jiambili, utachagua mwenyewe. Njia ya kwenda mbinguni. Hapa katika kitabu cha John sura ya 5 fungu la 28 neno la Mungu linasema, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo nataka niwaambie hivi ya kwamba msistajabie maneno haya. Wakati mnaona Eunice mwili wake unateremshwa hapa chini, msistajabie maneno haya, kwa sababu anasema saa yaja, nayo iko karibu. Wafu wote waliokufa, waliolala katika Bwana, parapanda ya Mungu italia, watafufuliwa kwa ufufuo wa uzima. Sema amen. Huyu mama tunapoteremsha hapa anapumzika, kwa sababu mwili wake ni udongo. Sisi wote tumeumbwa katika hali ya udongo, na kwa hivyo analala hapa. Muda si mrefu parapanda inalia, na yeye anakuja kutuchukua na walio watu wapendwa wetu, ili tuonane milele. Kwa hivyo nataka niombe ya kwamba Mungu atupe tumaini hilo hata Yesu atakaporudi. Amen. Tuombe. Baba yetu utukuzwe milele. Tena ni wakati ambapo mwili wa Eunice unateremshwa katika udongo huu upate kupumzika. Naomba ya kwamba mapenzi yako yatendeke na familia yote kwa ujumla. Mapenzi yako yatendeke kwa kanisa. Mapenzi yako yatendeke kwa marafiki wote, ili na sisi tuwe na tumaini hilo ya kwamba Yesu hivi karibuni unakuja. Adui huyu wa mwisho ambaye ni mauti, basi anashindwa na alishindwa milele. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu, na tuna imani ndilo faraja yetu ya pekee, kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Asante sana. Tuimbe tena, tuendelee kuimba. Na kuva kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua, nikimwona uso kwa uso. Nitamjua,
kukomesha. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa pahali mbinguni. Nitamjua nikiapa kwake huko mbinguni. Nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Asante sana. Yesu anasema hivi: kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu i pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu atakuwa mwenyewe, Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Praise God. Mungu atafanya maskani. Alafu akasema ile fungu linalofuata akasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala nini maombolezo, wala nini kilio, wala nini maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Nataka niweze kusema ya kwamba hivi karibuni tutaketi miguuni pa Yesu. Nataka niweze kusema wewe jiandae, weka Yesu akae ndani yako. Usiweke Yesu nje. Usijifanyie kitu cha kuchonga. Nataka ni advice. Najua mama amelala. We don't encourage ya kwamba tunachukua vitu na kuchonga na kutengeneza na kuweka juu ya kitu kingine. Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Kilichoko wapi? Mbinguni. Wapi? Hapa duniani, hata chini ya maji. Kwa sababu huyu mama amelala vizuri, usichukue kitu chochote, mfano wa kitu chochote ambacho kimechongwa, unaweka juu yako ama unaweka juu ya mtu aliaga, lakini hakuna maana yoyote, kwa sababu yeye ndani ndio inaangaliwa, katika moyo ndio inaangaliwa. Acha niwaambie, mwili ni mavumbi. Mtu anapokufa ameumbwa kwa mambo mawili, ni udongo na pumzi ya Mungu. Huyu mama iliondoka ni pumzi ya Mungu iliondoka. Sasa akabaki na udongo. Udongo unabaki katika mchanga. Kwa sababu tuliumbwa katika udongo, mavumbini tutafanyaje? Tutarudi kwa sababu ya dhambi. Lakini Yesu anakuja na atatuleta sisi wote. Sasa leo hii nataka niseme ya kwamba dada yetu Eunice, kwa sababu aliumbwa katika hali ya udongo, sisi tunamrudisha udongoni. Hatutasema tena mama amekuja na anasema wewe Karimi, nataka ufanye hivi, nataka ufanye hivi. Mjukuu fulani, mimi ninaumia, niko mahali fulani pale chini ninaumia. Na wewe unaanza kusumbuka, unaenda kwa mapasta na kutafuta niombe, mama anakuja, shosho anakuja na kunisumbua. Hiyo ni pepo mbaya. Mtu anapoingia katika udongo, kumbukumbu lake linasahauliwa saa hiyo hiyo. Siku aliyokufa kumbukumbu lake lilisahauliwa. Kwa hivyo ukiona inakuja, mwambie shetani ashindwe. Amen. Huyu mama anapumzika na atakuja kama muungwana. Hawezi kuja kama pepo tena. Yeye atakuja na atauliza, shosho mkubwa, wapi mjukuu mkubwa wa mama huyu? Ako hapa. The first grandchild ako hapa. Hayuko. Atauliza, mjukuu wangu mliishi namna gani? Na tutatoa historia kidogo. Kwa hivyo yeye ni udongo sasa hivi, lakini atapewa mwili mpya kama sisi pia tutakavyopewa katika jina la Yesu. Nataka tuamini na tuombe. Watoto, shosho atakuja wakati Yesu atakuja. Hawezi rudi tena kama tuko katika ulimwengu wa dhambi, bali atakuja wakati Yesu atakuja na tutaonana, tutaimba nyimbo za ushindi. Tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, ni wakati mzuri wa kuweka udongo juu ya udongo mwingine. Baba, siku utakapopiga tarumbeta, tutaonana na dada yetu Eunice Njese, ambaye Baba wewe umeruhusu alale katika mavumbi. Baba wetu umetupa tumaini.
ya kwamba hakutakuweko na kilio, hakutakuweko na mauti, hakutakuweko na magonjwa, bali tutaishi tukifurahia milele. Baba, tunaomba ya kwamba siku hiyo tunatamania ifike, wajukuu hawa waweze kuona shosho wao, watoto wao waweze kuona mama yao. Baba, pia tuweze kumwona na tuweze kuonana, tutaimba nyimbo za ushindi na tutasema asante. Hebu utulinde na utubariki kwa miaka tutakayoishi kabla hujaweza kurudi. Ndio maombi yetu kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. 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 Asante sana. Kwa hivyo tutaweka udongo tu, kama kuna familia unaweza kuweka udongo, itakuwa sawa. Alafu tutaendelea kuimba wakati tunaweka. Asante sana. Siku ile watakatifu watakapoamka na kuondoka huru kaburini. Familia mtakuja mweke mchanga. Asante sana. Kule juu majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo niweko. Tutende kazi kwa Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu. Nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo niweko. Majina yaitwapo majina yaitwapo Shosho waikia wote na tutoe hiyo picha, tunarusha ndani. Hiyo picha iko kwa kifua, tutoe turusha hapa ndani. Hiyo imemaliza kazi. Shosho wote wakuja warusha, na hiyo foto iko hapo kwa kifua. Vijana tuendelee. Anu watu kugela mudatu tuendelee kugela. Hebu ondokea na hiyo maua, zunguka huko. Murushe, alafu hiyo vitu na maua yaondoke kidogo. Shosho wote waingie sasa. Aya, shosho, kufungulieni shosho wafanye haraka. Alafu kwa vile mko na jukumu la kurusha mchanga, usiniambia mlikuja mazishi ati mtakatoangalia tu peke yake, utarusha. Shosho ukirusha. Yes. Ichiko byongera tafadhali. Atogala ukaenda ichiko. Jimmy sana ichiko bie. Tafadhali, ana banchache yuitwe kile maua. Kujeni tuweke maua ndio tuanze kufungua wengine. Ndio anayeruka ndio kando. Kubali. Ukini ndio. Toka. Kujoka yukiria kubayo kufikia watu.
kupekolika kulika wekele picha wekele limu. You can press down peacefully. Right? Everybody in church. Ngoja kuna mwingine hapo nyuma yenu anakuja. Watu wa shingo ngumu. Sasa kwa ajili ya mikono waanze kuinama polepole. Ukiangalia kamera. Ukiangalia kamera. Tusafishe. Whether you